Bwana Yesu asifiwe. Amina. Inapendeza tena kuwa katika kipindi hiki cha uchambuzi wa Biblia, na ninakukaribisha tunapoenda kufanya Bible study. Kwa hivyo uwe na Biblia yako ili kwamba tukaweze kusoma pamoja asubuhi hii ya kipekee tunapoenda kulizingatia neno lake Mungu. Labda tu kupeana kile ambacho kitakuwa kikituongoza samahani katika Bible study. Tutakuwa tukizingatia ujumbe wa patakatifu, the sanctuary message, ndio itakuwa focus yetu ya Bible study. Na hata kile ambacho jana nilizungumzia wakati wa hubiri ni sehemu tu bado ya sanctuary message, na kwa hivyo nitakuwa nikiangazia ujumbe wa patakatifu katika kipindi chetu cha Bible study. Tuombe. Mungu wetu unayetupenda na kutujali, tumejinyenyekeza mbele zako muda huu ili kwamba kutoka kwenye chuo chako ukatufunze yaliyo mausia yako. Hivyo ninapoenda kulifunua hili neno, ukalivuvie kwa uwezo wa Roho yako Mtakatifu, na sote ambao tuko hapa tuweze kuelewa yote yanayohusiana na ukombozi wetu. Ndivyo tuombavyo kwa imani kwa Yesu, na kila mmoja aseme amina. Amen. Amen. Asante. Swali muhimu ambalo ningependa tuanze kwa kujiuliza ni kwa nini Mungu alikusudia katika mpango wake ya kwamba kuwe na sanctuary? Ni kwa nini Mungu aliwaelekeza wana wa Israeli katika kujenga hema ama kujenga patakatifu? Ni kwa nini Mungu aliwapatia that direction? What was the motivation factor? Kitabu cha Kutoka 25 mstari wake ni ule wa 8. Kitabu cha Kutoka 25 mstari wake ni ule wa 8. Sikia jinsi Biblia inavyosema. Sawa, soma. Inasema nao wanifanyie patakatifu ili nipate kukaa kati yao. Asante. Mungu anazungumza kwenye fungu hilo. Ukisoma kutoka mstari wa kwanza, Mungu anapeana maelekezo ya vitu ambavyo vilihitajika kutumika kwenye ujenzi wa patakatifu. Na baada ya kupeana material ambazo zilipaswa kutumika, verses 8 anasema nao wana wa Israeli wanifanyie mimi Mungu patakatifu ili mimi Mungu nipate kukaa kati yao. Swala zima la kujenga patakatifu, huu ulikuwa ni mpango pekee wa Mungu kumregesha mwanadamu kwa kile ambacho alikuwa amekipoteza. Swala zima, sikiliza, la kujenga patakatifu ilikuwa ni mpango mzima wa Mwenyezi Mungu kumregesha mwanadamu kwa kile ambacho alikuwa amekipoteza. Sikia, mwanadamu alikuwa amepoteza nafasi ya pekee ya kuwa kwenye ukamilifu wa tabia, kufikia upeo ambao Mungu alikusudia aufikie. Unajua Biblia inasema ya kwamba Mungu alimuumba mwanadamu kwa sura na kwa mfano yake. Yaani alimuumba afanane na yeye kimaumbile na kitabia. Lakini dhambi inapoingia, mwanadamu anaondolewa katika mpango ambao Mungu alikuwa yupo pamoja nao. Kwa hiyo when we focus on the sanctuary message, tunapoangazia ujumbe wa patakatifu, tunauangalia mpango wa Mungu kumregesha mwanadamu kwa kile ambacho alikuwa amekipoteza. Kama tumeelewana mpaka hapo, nirushie mkono wako namna hii. Amina. Mungu akubariki. Najua mimi ni mhubiri, wacha nijaribu kufunza sasa ili kwamba niweke hiyo skill ya teaching. Sasa Mungu anapofanya hivi, kuna agizo ambalo mwanadamu alikuwa ameliasi. There is a direction ambayo mwanadamu alikuwa ameiasi. Ni gani? Mwanzo 2:16 na 17. Hii ndio ilikuwa mwanzo wa matatizo ambayo yakamfanya mwanadamu kukuwa implemented, yani kutekelezwe mpango wa ukombozi. Si kwamba mpango haukuwepo, ulikuwepo, but the implementation of the plan of redemption ilikuwa motivated na anguko la mwanadamu. Soma, twende. Inasema Bwana Mungu akamwagiza huyo mtu, sawa, akisema, matunda ya kila mtu wa bustani waweza kula, walakini matunda ya mtu wa ujuzi wa wema na mabaya usile. Sawa. Kwa maana siku utakapokula matunda ya mti huo, maliza fungu, utakufa hakika. Mungu alikuwa mahususi sana, specific, akizungumza na mwanadamu. Anamwambia siku
utakapokula matunda ya mti wa ujuzi wa mema na mabaya, utafanyika nini kanisa? Utakufa hakika. You will surely die. Sasa niruhusu niwaulize swali ambalo naomba jibu kutoka kwenu, kwa sababu mko mbali, labda nitaomba mikono. Mwanadamu alipokula tunda alikufa au hakufa? Nimesikia majibu matatu hapa mali nimesimama hapa. Nafikiri masikio yangu yako sharp. Nimesikia hakufa, nilisikia alikufa, nimesikia kiroho. Hebu turegelee hilo fungu sehemu ya mwisho tena kwa mara nyingine. Let's look at the Bible once again. That text inasema, the last part ya verse 17. Soma tena, inasema maana anza maana. Utakapokula matunda ya mti huo, utakapokula matunda ya mti huo, utakufa hakika. Utakufa kiroho. Biblia imesema kwamba utakufa hakika. So the Bible says ya kwamba siku mwanadamu angekula tunda, matokeo ya ulaji wa tunda ilikuwa ni kifo cha hakika. That was the repercussion. Now listen, habari njema ni hii. Mwanadamu hakufa. By the way, hii ambao tunazikana siku hizi, Biblia inaita usingizi, kulala. This is a consequence of sin, not the penalty of sin. Nijaribu Kiswahili. Hii ni madhara ya dhambi, sio mshahara wa dhambi. Madhara ya dhambi ni kwamba tunaugua malaria, mwisho tunazikwa. Hiyo ni madhara. Lakini mshahara wa dhambi, Mungu alipomwambia mwanadamu ya kwamba ukila utakufa hakika, alimaanisha utakufa milele. Yaani kile ambao Ufunuo inaita second death, kifo cha pili. Ukifa utakufa bila tumaini la kufufuka tena. So ina maana siku mwanadamu alipokula alihitajika kufa, tena kufa hakika. Lakini habari njema ni kwamba mwanadamu hakufa. Habari mbaya nyingine ni kwamba, mbaya mpaka sasa, itakuwa mzuri baadaye. Mbaya ni kwamba kuna mtu aliyekufa kwa sababu kuasi kwa amri ya Mungu kulihitaji kifo. Ina maana yule ambaye alipaswa kufa hakufa, basi kulihitajika mtu mwingine afe au kitu kingine kife. Na nikwambie, mwanadamu alipoanguka katika dhambi kwa mara ya kwanza alishuhudia mauti. Mwanzo 3:21. Kwa mara ya kwanza alishuhudia mauti. Ilikuwa ni uchungu wa kipekee, Adamu akishuhudia kifo cha kiumbe cha kwanza as a consequence ya dhambi ambayo alikuwa ameifanya, as a penalty ya dhambi ambayo alikuwa ameitekeleza. 3:21 Biblia inasemaje? Twende. Bwana Mungu akawafanyia Adamu na mkewe mavazi ya ngozi. Sawa, akawavika. Endelea. Bwana Mungu akasema, basi huyu mtu. Sawa, achia tu hapo. Bwana Mungu akawafanyia Adamu na mkewe mavazi ya nini kanisa? Halo? Mavazi ya ngozi. Wewe achana kipaza sauti nisikie kanisa. Mavazi ya nini kanisa? Ngozi. Huku kwenyu ngozi ya mnyama inapatikana akiwa hai ama kama amekufa? Kama amekufa. Ili tupate ngozi lazima mnyama afe. Ina maana hapa, ili ngozi ipatikane ya kuwafunika Adamu na Hawa, baada ya kujifanyia fig leaves, baada ya kujifanyia vitu ambavyo vingeweza kufunika uchi wao, kwa mara ya kwanza Adamu kwa mkono wake mwenyewe, by the way, yule kondoo hakuuliwa na Mungu. Mdhambi alihitajika kumuua. Adamu kwa mkono wake mwenyewe alimchinja kondoo wa kwanza. You can imagine Adamu akiona kifo cha kwanza. Kulbi leo sisi hatuwezi kuelewa kwa sababu tumezoea kuona damu, ni jambo la kawaida. But this was the first time Adam alikuwa kwa na experience damu ikimwagika, kitu kikifa. Na unajua kwa nini? Alipokuwa anamchinja yule mnyama, ideally ilikuwa ni kwa sababu dhambi ambayo walikuwa wameifanya ilikuwa transferred kwa huyu mnyama. Sasa
yule mnyama kondoo akafa kwa niaba ya Adamu na Hawa. Narejelea, hiyo ni muhimu kwa somo letu leo. Lile dhambi ambayo Adamu waliasi kwayo, sikiliza, ilikuwa transferred, ilihamishwa kutoka kwa Adamu na Hawa ikapitishwa kwa kondoo. Kondoo anapokufa, anakufa sio kwa sababu ya dhambi yake, sio kwa sababu ya kosa lake. Kondoo anauawa kwa sababu ya kosa la Adamu na Hawa. Na ndiyo maana kwenye patakatifu, in the sanctuary, ulikuwa ukiingia mlangoni tu hivi, kitu cha kwanza ambacho unakutana nacho kinaitwa madhabahu ya kuteketeza sadaka. In the sanctuary, kitu cha kwanza ulikuwa unakutana nacho kilikuwa kinaitwa madhabahu ya kuteketeza sadaka. Kizungu tunasema altar of burnt sacrifice. Pale kila siku asubuhi na jioni, sikia kwa makini, kila siku asubuhi na jioni, wenye dhambi walikuwa wanakuja na wanyama, kondoo wasio na hatia. Anaweka mikono yake juu yake, anatubu dhambi zake zote, na kwa mkono wake anamchinja yule kondoo. Akisha mchinja, damu ya yule kondoo inatumika kufanya upatanisho kwa sababu ya huyu mdhambi. So kondoo alikuwa anasimama kwa nafasi ya huyu mwanadamu. So in the altar of sacrifice, ambayo Biblia inasema ilikuwa ni urefu wake ni 5 cubits, upana 5 cubits, na kwenda juu kwake 3 cubits. Pale kulikuwa kunatolewa kafara kila siku, asubuhi na jioni, asubuhi na jioni. A great exchange was happening every day. A great exchange. Wadhambi wanakuja, wana exchange dhambi zao kwa kondoo, kondoo anachukua dhambi zao, anakufa kwa niaba yao. A great exchange every day in the sanctuary, kila siku. Na hii ilikuwa inamwashiria mwanakondoo wa Mungu ambaye angelikuja baadaye kuichukua na kuifilia dhambi ya ulimwengu msalabani. Na ndiyo maana binamu yake Yohana Mbatizaji alipokuwa amesimama kwenye kingo za mto Yordani, alipomwona Yesu Kristo akija, akasema, tazama, mwana kondoo wa Mungu aichukuae dhambi ya ulimwengu. Kwa sababu sasa zile kafara zilikuwa zifike miisho yake, zile hafifu sadaka zilikuwa na imagine, yani Mungu alidesign, this is very interesting, Mungu alidesign mpango wa ukombozi kiasi cha kwamba hata maskini zaidi alikuwa na nafasi ya kuokolewa. Even the poorest. Vipi? Matajiri wangeleta hao kondoo, wale ambao hawajiwezi maskini waliambiwa walete njiwa, wale ambao hawajiwezi kabisa waliambiwa walete unga ikimwashiria Yesu aliye mkate wa uzima. So everybody alikuwa na nafasi ya kuja kuleta dhambi yake, kuwakilisha na kukubaliwa na kufanyiwa upatanisho na kupatiwa msamaha wa dhambi. Everybody had an opportunity, and it's true hata leo. Kila mtu ana nafasi ya kuokolewa. Ule wimbo wa watoto unasema, Jesus loves the little children, all the children of the world, red or yellow, black or white, they are all precious in his sight. Kwa hiyo kila mtu ana nafasi ya kuokolewa. Sasa sikiliza, hatimaye hasa hapa ni muhimu. Nimepeana mifano hiyo patakatifu, tumeenda kuko kwa Adamu, tumeona makondoo, lakini hatimaye kulihitajika mwana kondoo wa Mungu mwenyewe aje. Kulihitajika mwana kondoo wa Mungu mwenyewe aje. Na alikuja hatimaye, akaishi kambini kama tulivyosoma jana katika ubiri, akashinda kambini. Alijaribiwa kwenye kambi mahali wa dhambi wanaishi, lakini hatimaye aliposhinda, akazichukua dhambi zetu msalabani. Sasa huyu mwanakondoo wa Mungu, salvation made simple, amekuja ili kwamba yule mdhambi ambao alipaswa kufa aweze kuchukua dhambi yake, aende nayo msalabani, afe kwa niaba yake. That is the essence. Kwa nini Yesu anakuja sasa? Ili aje afe kwa niaba yake. Yesu akasimama kama kipatanisho kati ya Mungu na wanadamu.
Warumi 6:23 inasema hivi, fungu ambalo nalitambua lakini talisoma ili kwamba nisiassume. Assumption is dangerous. Warumi 6:23 inasemaje? Twende. Kwa maana mshahara wa dhambi ni mauti. Mshahara wa dhambi ni mauti. Tulia hapo. Mshahara wa dhambi ni mauti. By the way, narejelea tena, mauti inayozungumziwa kwenye fungu hilo sio kifo cha malaria, sio kifo cha kansa, sio kifo cha kupigwa bastola. Mauti inayozungumziwa hapa ni mauti ya pili, second death, ile ambayo wadhambi wote ambao hawatamwamini Yesu Kristo watakufa hiyo. That is what is talked about here, kwamba mshahara wa dhambi, yeyote ambaye atakosa kumwamini Yesu Kristo na dhambi yake isishughulikiwe, atakufa kifo cha milele. That's the text there. But the second part inasema hivi, bali twende, bali karama ya Mungu, bali karama ya Mungu ni uzima wa milele katika Kristo Yesu Bwana wetu. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Wakati mshahara wa dhambi ni mauti, karama ya Mungu ni uzima wa milele. Did you notice something kwa hiyo text? Kizungu inasema the wages of sin, lakini inasema the gift of God. Nikuulize, kati ya wages na gift gani rahisi kupata? Gift. It is easy to get a gift. Ili upatiwe wages lazima ufanye kazi. Listen, ni rahisi kuokolewa, ni kibarua kigumu kupotea. It's easy to be saved. Ni rahisi kuokolewa, ni rahisi kurithishwa uzima wa milele, ni kibarua kigumu kupotea. Yaani hatimaye ukiwapata wenye dhambi wamepotea, jua hawa wamefanya kazi sana ili wapotee. Wamefanya kazi sana. It's easy, elder, to be saved. Easy. Maana Biblia inasema kwamba salvation is the gift of God. Bwana Yesu asifiwe. Ni karama ya Mwenyezi Mungu. Sasa swali ni hili, ili mtu afe mauti haya pili, na nataka mnijibu hapa. Tumesema mshahara wa dhambi ni mauti. Ili mtu afe haya mauti ambayo tunayazungumzia, ni kipi kinahitajiwa kwake? Msinibwage bwana. That is a very simple question. Niulize tena. The wages of sin ni nini? Death. Sawa. For someone to die kwa sababu ya hizi wages, what is he supposed to do? Sin. Thank you. Mshahara wa dhambi ni mauti, na maana ili mtu afe ni lazima afanye dhambi. Na question is, ni dhambi gani hiyo ambayo Yesu alifanya ili yeye afe msalabani? This is the most critical part of our study. Ukielewa hii, ukombozi wako unagundua kumbe ni rahisi sana. Ni dhambi gani hii ambayo Yesu alifanya ikisha kwamba yeye hatimaye afe dhambi zetu, apokee mshahara wa dhambi? Which sin did he commit? Jana tulizungumza hapa kwamba Yesu alijaribiwa katika namna zote bila kufanya dhambi. So ni vipi alikufa kifo cha pili msalabani kwa niaba yetu? 2 Corinthians chapter 5 verse 21. Hili fungu usilisahau. Liimbe baada ya kambi hili, liimbe, likariri, liimbe, likariri, usilisahau hili fungu. 2 Corinthians chapter 5 verse 21. Inasema, yeye asiyejua dhambi alimfanya kuwa dhambi kwa ajili yetu. Maliza fungu. Ili sisi tupate kuwa wa haki ya Mungu katika yeye. Ili sisi tupate kuwa wa haki ya Mungu katika yeye. Bwana Yesu asifiwe. So ili Yesu afe, Mungu alimfanya kuwa dhambi. Mungu alimfanya kuwa mdhambi. God made Christ to sin. Asina, sorry, not to sin. Asina. Alimfanya awe mdhambi
ili kwamba Yesu aweze kuangukia mauti ya pili, alichukua dhambi za wanadamu wote na akahesabiwa kana kwamba ni za kwake, kutokea Adamu mtu wa kwanza hadi wa mwisho ambaye atazaliwa kabla Yesu kutokea mawinguni. Jesus Christ was made sin for us. Na kwa sababu hiyo ndio maana Yesu anapoenda Kalvari unamsikia akisema, my Lord, why have you forsaken me? Kwa nini? Mungu na dhambi hawatembei pamoja. So Yesu alipochagua kuchukua dhambi, definitely the Father had to be separated from him. Kwa sababu Mungu na dhambi hawana uhusiano. Sasa Yesu amechagua kuchukua dhambi, akaenda nazo msalabani, na Mungu yeye anachokijua ni utakatifu tu. Definitely for the first time katika historia ya maisha yao, they got separated. Manake Yesu Mwana na Baba hawajawahi kuwa separated. The only thing that separated them is the death of Christ on the cross. Hiyo tu ili wa separate. That's why Yesu anasikia akisema, my God, why have you forsaken me? Na roho ya unabii, kile kitabu Desire of Ages, by the way, rush and pick that book. Itakubariki sana. Anasema malaika walitazama kwa mshangao mkuu, wakitamani kuingilia kati ili angalau wamsaidie jemedari wao wa vita. Manake waliona kwa mara ya kwanza ubinafsi na ukaidi wa ibilisi mwovu shetani. For the first time they saw. So they were ready ili kwamba waende wakamsaidie jemedari wao, lakini it was told unto them, back off. Yesu lazima abebe dhambi hizo mwenyewe alone. Lazima azibebe mwenyewe. Alikuwa amekubali kuwa kafara kamili. He had to bear the sins to the cross. Lazima. So imagine the Father away, angels away. Hapa chini wanafunzi wote wako kwa gizagiza huko kando, hataki hata kujulikana ni wanafunzi. Kila mtu amemtenga, ni kana kwamba amesalia mwenyewe msalabani. Then this is Christ hanging upon the tree. Na kwa sababu ya hiyo, Warumi 5:17 hadi 19, Paulo akiandika habari ambazo zinahusu swala hili, hivi ndivyo Paulo asemavyo. Ninapenda ukombozi. Salvation is simplified. Soma Warumi 5:17 nenda hadi 19. Biblia inasemaje? Twende. Kwa maana ikiwa kwa kukosa mtu mmoja Adamu, mauti ilitawala kwa sababu ya yule mmoja. Tulia hapo. Kwa dhambi ambayo Adamu alifanya kule kwenye shamba ya Edeni, kitu Adamu alichotupatia ni mauti, kifo. So kupitia kuasi kwa Adamu ametupatia kifo, mauti, kuangamia. Haya, soma sasa, twende. Zaidi sana wao pokeao wingi wa neema na kile kipawa cha haki watawatawala katika uzima wa yule mmoja. Sawa, endelea kusoma. Endelea. Basi tena kama kwa kosa moja watu wote walihukumiwa adhabu, kama kwa kosa moja watu wote walihukumiwa adhabu, kifo cha pili, mauti ya milele. Sawa, twende. Kadhalika kwa tendo moja la haki. Bwana asifiwe. Kadhalika kwa tendo moja la haki, kifo cha Yesu msalabani, kupitia hilo tendo moja la haki. Soma, twende. Watu wote walihesabiwa haki yenye uzima. Bwana Yesu asifiwe. Sikiliza, through Adam we are destined to get lost, distracted. Through Christ Jesus we are justified. Kupitia Adamu sisi sote ni wana wa uharibifu, wa kuangamizwa, wa kupotea, lakini kupitia Yesu Kristo tunahesabiwa haki. Justified. Ndio theolojia wanaita justification. Justified. Unajua justification is a court term, kuhesabiwa haki. Ni kama jinsi judge aende through
through your case files, alafu mwisho agundue kwamba huna kosa, anasema justified. But in this case it's not that way. Hatupatiwi justification, sikia, kwa sababu tumeangaliwa ikaonekana kuna kitu kizuri tumefanya. Tunapatiwa kitu ambacho ideally hatustahili, hatuna. So unaponea natembea, I am justified freely. Unaponisikiliza hapo, umehesabiwa haki bure kabisa. Yani you have a title to heaven. Through Christ Jesus, uko na title ya mbinguni. And that's why yesterday wakati wa makuli tukipiga story pale chini ya wanenaji, niliwaambia hivi, unajua ukombozi ni rahisi. Kinachohitajika mtu kuokolewa ni kuamini tu. Unajua nimesikia amina moja peke yake and understand somehow kwa nini. Let me tell you why. Labda wale wengine wameamua tu kunyamaza, wapi wameelewa. But let me tell you one thing uelewe. When Protestants wali break away from Catholics, walijaribu ya kwamba wasiwe na chochote katika historia ambayo kitafanana na mahali ambapo wametoka. When we broke away from Protestants, tulijaribu kwamba tusiwe na chochote ambacho kitatufananisha na mahali ambapo tumetoka. Kwa hiyo kama kuna kitu kimoja kigumu kwa Mwadventista kuamini, ni kwamba kinachohitajika yeye kuokolewa ni kuamini tu. Yeye anauliza, ili niokolewe nile nini? Ili niokolewe nivae vipi? Ili niokolewe nisikilize muziki gani? Ili niokolewe ikuwe ni soya kila mahali. Japo mambo hayo yote ni sawa, sikiliza, kinachohitaji ili mtu arithishwe uzima wa milele kanisa ni kuamini tu. Amina. Sasa haya mengine nitayazungumzia yanakujia wapi ili uelewe. Kuna vitu viwili. We have the root of salvation and we have the fruits of salvation. Don't confuse them. Usichanganye matunda ya ukombozi na shina, mzizi wa ukombozi. Mzizi wa ukombozi ni kuamini. That's all. And by the way, hii nitasema tu hapa kwa microphone. I was tempted to drop it down, lakini nitasema tu hapa. Ndio maana niko na shida wakati mwingine tukifanya mikutano ya Injili. Sisi tumeswat kisawasawa. Tumehubiri watu wamekuja kwa Yesu Kristo. Kisha siku ya ubatizo unamwona mzee na tai yake amenyonga, anasema huyu kabla hajabatizwa anyolewe kwanza, afumuliwe nywele kwanza. Aliamini kunyolewa nywele ama aliamini Yesu? You don't force conviction. Ati masemazi wanaitwa kujeni, toa rangi ya kucha, toa rangi na wakati huo masemazi mwenye anatoa rangi ya kucha, yeye uko chini kwa kiatu ameficha rangi kwa kucha yake uko ndani. Yake haionekani uko kwa kiatu chini. Toa rangi kwa ngura, fumua nywele. Listen, we must not confuse the fruit of salvation with the roots of salvation. Mtu akija kwa Yesu Kristo, ukarabati ni kazi ya Yesu. You must teach yourself to understand that. And by their personal experience, especially in the choir of event targeters, has taught us that that is a fact. Let me give you just a quick example. Tulikuwa na crusade na event targeters Waithaka kule. Kukaja marasta kabisa, wako na harufu ya pombe kabisa. Kubatizwa siku ya kubatizwa yo. Imagine kama ingekuwa makanisa yetu mengine. By the way, kama kuna mchungaji mmoja anamvulia kofia, ni yule mchungaji ambaye tulikuwa naye Waithaka. Yule ninamvulia kofia. Akawabatiza. Did you know? 1 month later, some of those rastas, I think I have pictures of 3 of them, bila mtu kuambia chochote, walienda kinyozi wakanyoa wenyewe. It's called the power of God to transform. Kinachohitajika ili mtu apate uzima wa milele ni kumwamini Yesu. Yale mengine Yesu ana namna ya kukarabati kwa ushirikiano wako. Understand that. I'm a vegetarian, of course. But you're not better than other people in church because you eat soya meat, you drink soya chai, you dress soya clothes. Yani kila kitu yako ni soya. You're not better than any other person in the church. Na usitumie kama kipimo cha kusema huyu ni wa mbingu na huyu si wa mbingu. Listen, our justification on the cross was free. Bure. Na ili upate your justification, you only need to believe. Unaamini.
Sasa kwa kifo cha Yesu msalabani tumehesabiwa haki pasipo matendo yetu. Msalaba ni ashirio ya kuwa haki ya Kristo imepeanwa kwetu. Yani wanasema wa theolojia, it has been imputed upon us. The righteousness of Christ. Ni kama nichukue Biblia yangu niweke kwa kichwa chako hivi pa. It has been imputed on us. We didn't deserve it. Haikuwa sehemu yetu, haikuwa inapaswa kuwa yetu, but we were given that because we believe on the death of Jesus Christ on the cross. It has been imputed. Na unajua habari njema ni hii. Katika msalaba tumempa Yesu dhambi zetu, na yeye Yesu in exchange ametupatia haki yake. Great exchange. We give him our sins and he gives us his righteousness. So tunapotembea, we are what has been written on us is righteous, righteous, righteous. Kwa nini? Kwa sababu Yesu ametupatia hiyo haki kwa kifo chake msalabani. Mungu anachukua maisha ya Yesu. Mtu anapomwamini Yesu Kristo, this is what happens. Mungu anachukua yale maisha makamili ya Yesu, 33.5 years of holiness, anayachukua yote, anayaweka kwa huyo mtu. Yani kana kwamba hajawahi kutenda dhambi. This is how simple salvation is. Don't complicate it. Na sasa unajua, ndio maana utagundua Paulo wa Galatia 6:14 anaandika hivi. Galatians 6 verse 14. Because of this, what Christ has done on the cross, that's why Paul anaandika hivi. Soma, twende. 6:14 wa Galatia, sawa? Lakini mimi hasha nisione fahari juu ya kitu chochote, ili msalaba wa Bwana wetu Yesu Kristo, sawa, msalaba wa Bwana wetu Yesu Kristo, sawa, ambao kwa huo ulimwengu umesulubishwa kwangu, na mimi kwa ulimwengu. Achia hapo. Paulo anasema, God forbid that I should glory in any other thing apart from the cross of Christ. Imagine, kwa sababu ya kile ambacho Yesu alikifanya msalabani, Paulo anasema kwamba fahari yangu ni msalaba wa Yesu Kristo. That is where I glory. It's true. Msalaba wa Yesu nikae karibu. Hapo pana chemchemi ya kuponya dhambi. Unajua Paulo alikuwa na vitu vingi vya kuonea fahari, but he chose the cross. Angeweza kuonea fahari kwamba Yesu alizaliwa kama mtoto wa kawaida, akaishi, akajaribiwa na kutenda dhambi. No, he does not glory in that. Angeweza kuonea fahari ya kwamba Yesu alikufa, alifufuka hatimaye kutoka kaburini. He does not glory in that. Yesu, kinachompatia fahari Paulo ni kwamba Yesu alikufa msalabani. He glories in the cross. Na unajua ni kwa nini? The cross is the central theme of the Bible. Msalaba ndiyo ukweli wenye shina, ama shina ya ukweli yote katika Biblia. If you take the cross away from the Bible loses its relevance. Ukiondoa, sikiliza, msalaba kwenye Biblia inapoteza maana ya kile ambacho ilikusudia kuambia wanadamu, because the cross is the central theme of the Bible. So in every of our discourses, katika masuala yetu yote, msalaba lazima uinuliwe. And it's true. Ndio maana unajua the opening statement in the book of Revelation nasema the revelation of Jesus Christ. Ufunuo wa Yesu Kristo, sio wa matare, sio wa wanyama. Japo wanyama wako ndani, tarehe ziko huko ndani, sawa, ni sawa kuzifunza, lakini unapofunza tarehe, unapofunza wanyama, ni lazima tumuone Yesu aliyeangikwa Kalvari. The cross is the theme of the scriptures. Na nikwambie, huu msalaba inamaanisha ya kwamba watoto wote wa Mwenyezi Mungu wako na wokovu na ushindi. Hakika pasipo kubatisha. The cross is a place of deliverance and salvation.
deliverance and salvation. Pale wenye taka wote wakioga wanakuwa safi. So tunapozungumzia msalaba, hapa ni mahali unawekwa huru, unatolewa vifungoni, unavunja kamba za laana za ukoo. Dhambi yote ile ambayo imekuwa imekufunga, unahisi huwezi kuishinda. The cross ni mahali pa wokovu na ushindi. So when you speak about the cross of Christ, tunajua wokovu ni hakika, ushindi ni hakika. Unajua ile Ijumaa Yesu alipoangikwa msalabani, tumaini lilikuwa limewapotelea watu wengi, hata wanafunzi mahali pamoja wanasikika wakisema, tulidhani huu ndio Masihi. They were greatly disappointed. Hawaku expect Yesu angalau angekufa msalabani. But imagine, huo wakati ambao tumaini lilikuwa limepotea. This is now very interesting again. Wakati wamebaki pasipo tumaini, wanahisi all hope is gone, Yesu anasikika msalabani akisema imekwisha. Let me teach you a little one Greek word without school fees. Hiyo word imekwisha is the Greek word tetelestai. Tetelestai. By the way, sijasema tu ili kwamba ujue najua Kigiriki. This is why I've mentioned it. Yesu aliposema tetelestai pale msalabani, the people around the cross were shocked. Unajua kwa nini? That word tetelestai ni neno ambalo lilikuwa linatumika sehemu nyingi, but one place ambayo ilikuwa inatumika ni hii. Watu wanapoenda vitani, baada ya kushambulia na kupata ushindi, wakirudi nyumbani na ushindi, walikuwa nasema tetelestai. Yani victory tumepata, we have conquered at last, tetelestai. So walipomsikia Yesu msalabani helplessly anahang pale juu, anasema tetelestai, anashangaa, this guy is a common criminal on the cross. Kwa nini anasema kwamba ushindi amepata? It is true, when Christ hanged naked between heaven and earth, yote yalikwisha, ushindi ulipatikana hakika. Leo kiimba nimekombolewa na Yesu na sasa nafurahi, kwa bei ya mauti yake nafanyika mtoto wake, ni kwa sababu alisema tetelestai. But number 2, hii pia ilikuwa inatumika wakati watu wanadaiana. Kwa mfano nakudai, nilitengeza list ya watu ambao ninawadai. Ukilipa deni yako, naenda kwa kitabu changu nina cross, na nikicross naandika hapo tetelestai, fully paid. Fully paid, imelipwa kikamilifu. So ina maana ya kwamba Yesu aliposema tetelestai, hakumaanisha tu ya kwamba ameshinda, lakini alisema deni la dhambi limelipwa kikamilifu. Fully paid. Hakuna dhambi ulio nayo inayopaswa kukuzuia kurithi uzima wa milele, kwa sababu deni limelipwa kikamilifu. Fully paid. Imelipwa pasipo kusalisha sehemu yote ile. Na nikwambie, kuna ushahidi. There is an evidence. Matthew 27, hapa ninamalizia. Verse 50 mpaka 53. Kuna kitu ambacho kilifanyika specially Yesu alipokufa msalabani. There is an evidence ya kwamba dhambi yako haipasi kukuzuia, kwamba the blood of Christ can cleanse every sinner. The worst sinner in this congregation this afternoon can go away with the hope of salvation. Soma, inasema mstari 27 verse 50 up to 53. Inasema, na Yesu akiisha kupaza sauti tena kwa nguvu, sawa, akaitoa roho yake. Sawa. Na tazama, pazia la hekalu likapasuka vipande viwili toka juu hata chini. Soma kabisa. Nchi ikatetemeka. Sawa. Miamba ikapasuka. Sawa. Makaburi yakafunuka. Ikainuka miili mingi ya watakatifu waliolala. Ikainuka miili mingi ya watakatifu waliolala. Sawa, maliza fungu. Nao wakiisha kutoka makaburini mwao, baada ya kufufuka kwake, sawa, wakaoingia mji mtakatifu, wakawatokea wengi. Achia hapo. Imagine
Biblia inasema kwamba Yesu alipokufa msalabani, as you've heard, ili nisiende kwa story hiyo ndefu, makaburi ya watakatifu yalifunguka na wakaondoka, wakaingia kwenye mji mtakatifu. Mji mtakatifu hapo inamaanisha Yerusalemu ya hapo tu. So imagine kama kulikuwa na jamaa yako alikuwa amekufa. Elder. Imagine kulikuwa na relative yako alikuwa amekufa. Alafu all of a sudden unatembea in the streets of Jerusalem na unakutana na yeye. Madam, unatoka mbio, anakwambia don't run. Sikiliza, kifo kilikuwa kimenipeleka chini, lakini nilipokuwa huko chini katika kifo nilisikia sauti ikisema teteless die. Na kwa sababu nilisikia hiyo sauti, kaburi halingeweza kunizuia tena. Nguvu yake ya ukombozi ndio imeniotoa kaburi. Na by the way, waliofufuliwa ile Ijumaa hawakufa tena. They travel with Christ together in heaven. Sasa unajua wakifika mbinguni, again, in the last chapter of the book Desire of Ages, ile chapter ambayo inaitwa To My Father and to Your Father, wanapofika mbinguni, Yesu ana arrive na huu umati. So unajua the unfallen worlds wamesimama, malaika wamesimama, wanafikiria Yesu amekuja at last na wanadamu. Wanafikiri kwamba ulimwengu umefika mwisho. He is back with the multitude ambao amewakomboa. Story imeisha. Alafu wanajiandaa kumpatia coronation, kumuingiza katika utukufu wake. Alafu Yesu anasema no, not yet. Actually inasema kwamba anaposema hapa, anasema kwamba not yet. He cannot now receive the coronet of glory, the royal robe. Alafu he enters into the presence of his Father. He points to his wounded head, his pierced side, his mad feet. He lifts up his hand bearing the print of nails. He points to the token of triumph. Alafu anaotesha kwa wale ambao amekuja na hapa kando. He presents to God the wave sheaf, those raised with him, as a representative of that great multitude who shall come forth from the grave at last. Unambia Baba, ndio hawa hatimaye nimewaleta. They are here. Sikiliza, mbinguni tuna watu waliokuwa wenye dhambi awali, lakini kwa neema ya Yesu Kristo walikubali kumwamini. They are in heaven as an evidence that the debt, was fully paid on the cross. So in heaven, we have an evidence of the power of Christ to save. Wako mbinguni. Sikiliza, nasema kwa mara ya mwisho, hakuna dhambi inayopaswa kukuzuia usirithi uzima wa milele. Kafara kamili imetolewa. Unachohitaji ni kuungama dhambi kwa Yesu tu. Njoo kwa msamaha, ni bure. Njoo, manake deni limelipwa. Alilipa bei, tunawiwa naye. Dhambi ilitia Yesu aliondoa. Mwambie Bwana, nimeona uwezo wako tu waweza safisha, takasa mioyo michafu. Hivi nitafua mavazi kwa damu. Usiruhusu kupotea wakati Yesu ameshughulikia kile ambacho kilikuwa kimetushinda mimi na wewe kushughulikia. We have been justified freely through the death of Christ on the cross. Mungu na atubariki. Tuombe. Tunakushukuru Mungu katika kipindi cha uchambuzi wa Biblia ambao umeturuhusu kuwa nacho. Tunakushukuru kwa sababu ya ukombozi huu mkuu ambao umetufanyia. Kweli deni letu limelipwa kikamilifu. Na iwapo kuna mtu alikuwa analishuku hilo, aondoke mchana huu hapa na ujasiri wa ukombozi wake. Asante kwa sababu ya kutusikiliza, na kwamba utatuongoza katika ratiba zilizosalia. Ndivyo tuombavyo kwa imani katika jina la Yesu Kristo. Amen. Asante.
wake, huo ni sifa yangu kwa maisha yote. Karibu msalaba na kutetemeka, pendo likanivuna. Msalaba wake, huo ni sifa yangu kwa maisha yote. Nawaambiaje? Kwa inayofuata ni Exodus Ministers, wakitoka AG Ministers mtakuwa nyuma yao, sababu hatuna wakati, tuko na wakati mdogo sana, mchache sana. So Exodus wakitoka AG Ministers mtakuwa nyuma yao, alafu tutafuata kama tutakuwa na time tunaenda kwa zingine. Wale wamedanganywa na shetani humuona Mungu kuwa ngumu na mkali, wanamwona kushutumu na kuhukumu kuwa hataki kumpokea mwenye dhambi. Sheria yake haina furaha, wao ni nira nzito ambayo wanafurahi kuitoroka. Kama mwana mpotevu wale wamedanganywa na shetani humuona Mungu kuwa ngumu na mkali, wanamwona kushutumu na kuhukumu kuwa hataki kumpokea mwenye dhambi. Sheria yake haina furaha, wao ni nira nzito ambayo wanafurahi kuitoroka. Lakini yule ambaye macho yake yamefunguliwa kwa upendo wa Kristo, atamwona Mungu kuwa amejaa huruma, na tena haonekani kama kiumbe dhalimu asiyechoka, bali kama baba anayetamani kumpatia mwanawe anayetubu. Lakini yule ambaye macho yake yamefunguliwa kwa upendo wa Kristo, atamwona Mungu kuwa amejaa huruma, na tena haonekani kama kiumbe dhalimu asiyechoka, bali kama baba anayetamani kumpatia mwanawe anayetubu. Wanaonyesha toba ya kweli haidhuru, tarajia watasamehewa, wataonyeshwa rehema. Walopiga falaki na kutaliki yale mabaya yote yalokulia ndani yao, usiwe kama Yuda Iskarioti aliyestawisha moyo kumsaliti Mwokozi kimakusudi. Wanaonyesha toba ya kweli haidhuru, tarajia watasamehewa, wataonyeshwa rehema. Walopiga falaki na kutaliki
mauti, aliyestawisha moyo umsaliti Mwokozi kimakusudi. Lakini yule ambaye macho yake yamefunguliwa kwa upendo wa Kristo atamwona Mungu kuwa amejaa huruma, na tena haonekani kama kiumbe dhalimu asiyechoka, bali kama baba anayetamani kumpatia mwanawe anayetubu. Lakini yule ambaye macho yake yamefunguliwa kwa upendo wa Kristo atamwona Mungu kuwa amejaa huruma, na tena haonekani kama kiumbe dhalimu asiyechoka, bali kama baba anayetamani kumpatia mwanawe anayetubu. Lakini yule ambaye macho yake yamefunguliwa kwa upendo wa Kristo atamwona Mungu kuwa amejaa huruma, na tena haonekani kama kiumbe dhalimu asiyechoka, bali kama baba anayetamani kumpatia mwanawe anayetubu. Lakini yule ambaye macho yake yamefunguliwa kwa upendo wa Kristo atamwona Mungu kuwa amejaa huruma, na tena haonekani kama kiumbe dhalimu asiyechoka, bali kama baba anayetamani kumpatia mwanawe anayetubu. Mnasemaje? Amen. Ministers sijaona hapa mbele. Kama wako BLG Church Choir, karibu sana. BLG Church Choir, mkuje kwa haraka sana kwa sababu tuko na muda mchache sana. 180 BLG Church Choir. Niko na uhakika sasa mmekuja, so mkuje kwa haraka sana mtupe wimbo. PLG Church Choir, karibu sana. Wakitoka kama tutakuwa na wakati, Revelation Choir mtakuja pia. Para mahali pazuri mno, twapaona kwa mbali sasa. Baba yetu angoja bare, amepanga makao yetu. Kitambo tu bado tutakutana ng'ambo pale. Kitambo tu bado tutakutana ng'ambo pale. Tutaimba pale kwa moyo nyimbo tamu za wenye heri, na rohoni atutaona tena aja ya kupumzika. Kitambo, kitambo, kitambo tu bado tutakutana ng'ambo pale. Kitambo tu bado tutakutana ng'ambo pale. Yetu mkalimu, tutatoa shukrani sana kwa kipaji cha pendo lake na baraka anazotupa. Kitambo, kitambo tu bado tutakutana ng'ambo pale. Kitambo tu
bado tutakuangambo pale. Tuwape nafasi. Wakitoka Revelation Choir mtakuwa hapa mbele, wakitoka mtakuwa nyuma yako, manake kuna muda mchache sana. Asante. Unasemaje? 118 tukingoja. Mnaambia church choir? Revelation 119. 100. Anasema Yesu anasema. 3 sing. Yesu anasema wewe una nguvu, kesha ukaombe na uje mwanangu. Alilipa pay na wiwa naye, dhambi ilitiawa, aliiondoa. Tuwape nafasi.
Wakitoka hapa Hill, mkuu hapa mbele tafadhali. Hapa Hill Church Choir, mkuu nyuma yao wanapomaliza Revelation. PLG Ministers, kama mtakuwa mtanialivyo niweze kuwaita, kwa maana yake niliwaita mkwa PLG Ministers. Tutarudia tena na utaratibu. Atakayeonana na Yesu, mbinguni njia yake anzapo ni msalaba peke yake, wokovu nao upo pale. Tuangaze macho msalabani, pale ndipo tupata msaada kupitia kwa mwanaye Yesu mkombozi. Tuangaze macho msalabani, pale ndipo tupata msaada kupitia kwa mwanaye Yesu mkombozi. Atakayeonana na Yesu, mbinguni njia yake anzapo ni msalaba peke yake, wokovu nao upo pale. Tuangaze macho msalabani, pale ndipo tupata msaada kupitia kwa mwanaye Yesu mkombozi. Tuangaze macho msalabani, pale ndipo tupata msaada kupitia kwa mwanaye Yesu mkombozi. Chini ya msalaba nataka simama, ndiyo mwamba safarini wa kivuli chema. Ni kweli kwa roho yangu kituo kamili, tatua mzigo wangu wakati wa hari. Chini ya msalaba nataka simama, ndiyo mwamba safarini wa kivuli chema. Ni kweli kwa roho yangu kituo kamili, tatua mzigo wangu wakati wa hari. Atakayeonana na Yesu, mbinguni njia yake anzapo ni msalaba peke yake, wokovu nao upo pale. Tuangaze macho msalabani, pale ndipo tupata msaada kupitia kwa mwanaye Yesu mkombozi. Tuangaze macho msalabani, pale ndipo tupata msaada kupitia kwa mwanaye Yesu mkombozi. Atakayeonana na Yesu, mbinguni njia yake anzapo ni msalaba peke yake, wokovu nao upo pale. Tuangaze macho msalabani, pale ndipo tupata msaada kupitia kwa mwanaye Yesu mkombozi. Tuangaze macho msalabani, pale ndipo tupata msaada kupitia kwa mwanaye Yesu mkombozi. Hapa ni pema sana, ni
pale ndipo twapata msaada kupitia kwa mwanaye Yesu mkombozi. Tuangaze macho msalabani, pale ndipo twapata msaada kupitia kwa mwanaye Yesu mkombozi. Atakayeonana na Yesu mbinguni, njia yake anzapo ni msalaba peke yake, wokovu nao upo pale. Tuangaze macho msalabani, pale ndipo twapata msaada kupitia kwa mwanaye Yesu mkombozi. Tuangaze macho msalabani, pale ndipo twapata msaada kupitia kwa mwanaye Yesu mkombozi. Yesu msalabani walimkemea, alikufa niokoke niliyepotea. Naona ajabu sana ya mambo mawili, jinsi alivyonipenda nisiyestahili. Na Yesu msalabani walimkemea, alikufa niokoke niliyepotea. Naona ajabu sana ya mambo mawili, jinsi alivyonipenda nisiyestahili. Atakayeonana na Yesu mbinguni, njia yake anzapo ni msalaba peke yake, wokovu nao upo pale. Tuangaze macho msalabani, pale ndipo twapata msaada kupitia kwa mwanaye Yesu mkombozi. Tuangaze macho msalabani, pale ndipo twapata msaada kupitia kwa mwanaye Yesu mkombozi. Atakayeonana na Yesu mbinguni, njia yake anzapo ni msalaba peke yake, wokovu nao upo pale. Tuangaze macho msalabani, pale ndipo twapata msaada kupitia kwa mwanaye Yesu mkombozi. Tuangaze macho msalabani, pale ndipo twapata msaada kupitia kwa mwanaye Yesu mkombozi. Atakayeonana na Yesu mbinguni, njia yake anzapo ni msalaba peke yake, wokovu nao upo pale. Tuangaze macho msalabani, pale ndipo twapata msaada kupitia kwa mwanaye Yesu mkombozi. Tuangaze macho msalabani, pale ndipo twapata msaada kupitia kwa mwanaye Yesu mkombozi. Atakayeonana na Yesu mbinguni, njia yake anzapo ni msalaba peke yake, wokovu nao upo pale. Tuangaze macho msalabani, pale ndipo twapata msaada kupitia kwa mwanaye Yesu mkombozi. Tuangaze macho msalabani, pale ndipo twapata msaada kupitia kwa mwanaye Yesu mkombozi.
HTM, karibu kwa wimbo wakitoka Exodus Ministers. Hapa Hill, niliwaita sijaona hapa mbele. Hapa Hill. Hapa Hill. Hapa Hill, tafadhali tusimame kama tupo. Thank you. Hapa Hill Church Choir, karibu. Number 119 wakitoka HTM. Stanza 2 number 119. Wana nimeona, tuimbe. Wapendwa, mgeni wetu yuko karibu sana, ndio maana mnaona hatujapiga sermon. Yuko karibu hapa tu, ndio tunaimba tukimgoja. Kwa hivyo msije mka stajabu ni lipi linaendelea, lakini mgeni wetu yuko karibu, anaingia mibarani alete neno la Mungu. Asante. Bwana nimeona uwezo wako tu, waweza takasa mioyo michafu. Alilipape na wiwa naye, dhambi ilitiawa, aliiondoa. Wakitoka HTM, tafadhali mkwe mbele. Event targeters. Anakuja Yesu mwana wa Mungu kuchukua wateule walioshinda yote ya dunia, waishi na Mungu milele zote. Anakuja Yesu mwana wa Mungu kuchukua wateule walioshinda yote ya dunia, waishi na Mungu milele zote. Pandeni juu ndugu zangu kufika Yerusalemi, mji tulioandaliwa mwenzangu, tuimbe hosana, hosana washindi. Pandeni juu ndugu zangu kufika Yerusalemi, mji tulioandaliwa mwenzangu, tuimbe hosana, hosana washindi.
Yerusalemi, mji tuloandaliwa mwenzangu, tuimbe hosana, hosana washindi. Haleluya. Unawambiaje? HTM wakuje kwa haraka wimbo kwa sababu mgeni amefika. Kama wakiendelea kuchipanga, HTM wakuje kwa wimbo. Event targeters. Siwoni. Exodus mkuje kwa wimbo haraka haraka basi. Exodus muweze kukaribisha mwenyeji. Get the point. Wengi ambao hawapo na sisi wanaomba wapewe link ili waweze kupata haya ambayo yanatendeka hapa kupitia mtandao. Kwa hivyo director, somea watu link. Ako wapi? Thank you. Bwana Yesu asifiwe. Wapendwa, tupo hewani kwenye Get the Point Media. Get the point, you take a step forward. Tunarusha hayo yote kutoka Better Living Getembe. Nasubiria. Okay. Tunakumbusha kwamba tupo hewani kwenye Get the Point Media. Get the Point Media, you take a step forward. Wanakuja waimbaji wa Exodus ili weze kutubariki na wimbo. Get the point, take a step forward. Thank you. 153 wanapo jiandaa. Fikira moja tu. Sing. Fikira moja tu, urejea tena. Nimekaribia mbingu zaidi ya jana. Karibu, karibu na kwetu mbingu, karibu na kwetu sasa, nikuone karibu. Tuwape nafasi. Tia mafuta kuwahubiria wanyenyekevu habari njema, amenituma ili kwa waganga waliovunjika mioyo kuwatangazia mateka huru wao na hao waliofungwa habari za kufunguliwa kwao. Roho wa Bwana Mungu juu yangu kwa sababu Bwana amenitia mafuta kuwahubiria wanyenyekevu habari njema, amenituma ili kwa waganga waliovunjika mioyo kuwatangazia mateka huru wao na hao waliofungwa habari za kufunguliwa kwao. Kutangaza mwaka wa Bwana uliokubaliwa ndilo jukumu langu, kuwafariji wanaoomboleza, kuagizia nao walio katika Sayuni wapewe uzuri badala ya majivu, mafuta ya furaha badala ya maombolezo. Kutangaza mwaka wa Bwana uliokubaliwa ndilo jukumu langu, kuwafariji wanaoomboleza, kuagizia nao walio katika Sayuni wapewe uzuri badala ya majivu, mafuta ya furaha badala ya maombolezo.
sasa, tangu nilipoitikia wito. Nitaenenda kote kote Bwana atakaponituma yeye kuwapelekea habari njema, habari za kufunguliwa kwao. Nitatembea kote ulimwenguni kutangaza wema wake Bwana Mungu wetu, maana ndilo jukumu langu sasa, tangu nilipoitikia wito. Nitaenenda kote kote Bwana atakaponituma yeye kuwapelekea habari njema, habari za kufunguliwa kwao. Kutangaza mwaka wa Bwana uliokubaliwa ndilo jukumu langu, kuwafariji wanaoomboleza, kuwagizia nao waliao katika Sayuni, wapewe uzuri badala ya majivu, mafuta ya furaha badala ya maombolezo. Kutangaza mwaka wa Bwana uliokubaliwa ndilo jukumu langu, kuwafariji wanaoomboleza, kuwagizia nao waliao katika Sayuni, wapewe uzuri badala ya majivu, mafuta ya furaha badala ya maombolezo. Kutangaza mwaka wa Bwana uliokubaliwa ndilo jukumu langu, kuwafariji wanaoomboleza, kuwagizia nao waliao katika Sayuni, wapewe uzuri badala ya majivu, mafuta ya furaha badala ya maombolezo. Kutangaza mwaka wa Bwana uliokubaliwa ndilo jukumu langu, kuwafariji wanaoomboleza, kuwagizia nao waliao katika Sayuni, wapewe uzuri badala ya majivu, mafuta ya furaha badala ya maombolezo. Amen. Unatuambia aje? Tutaweza kumalizia hapo kwa sasa. Kanisa, mnasemaje kwa waimbaji wetu? Amen. Mungu awabariki sana, awawezeshe kupata sauti ya kumsifu Bwana. Kwa wakati huu ni wakati wa kupata neno la Bwana, na tunashukuru Mungu kwa sababu mgeni ambaye tulimtarajia tayari ashaingia katika uwanja hizi zetu. Hebu na nitoe tangazo moja ili niombe. Kuna tangazo ambaye limetokea kwamba wanafunzi waliofanya mtihani wa form 4 mwaka jana, tafadhali muhakikishe kama mtoto wako alifanya mtihani mwaka jana, mtafutie simu kama ana simu kubwa kawaida, anahitajika hapa Gatembe hapa hivi. Wanatakikana, kuna mafundisho wanaenda kufundishwa. Hii ni mambo ya serikali. Rais wa nchi atakuwa maeneo ya hapa Kisii. Kwa hivyo wanaomba wataenda upande huu, watakutana na serikali upande huu, watasaidiwa jinsi mambo inatakikana. Kuna mafundisho sijui haya mengine mimi sijui, lakini kuna mafundisho yao. Kwa hivyo hakikisha kwamba mtoto wako alifanya mtihani, apatikane upande huu, machifu wako upande huo na wataonyeshwa zaidi. Basi kutoka hapo, hebu na tuombe ili nimwalike mgeni. Baba yetu na Mungu wetu shai juu mbinguni, jina lako litukuzwe. Asante kwa wakati huu ambapo Yesu umeona ni vema tuweze kusimama katika uwanja huu na kupata neno lako. Mtumishi wako Lubua, Baba, umesafiri pamoja naye kutoka mbali mpaka amefika kwetu hapa Kenya Kisii. Yesu, atakaposimama, ninaomba umfiche nyuma ya msalaba.
tukutazame wewe, mguze kinywa chake, yale yote atakaye nena yalete utukufu kwako Yesu. Bariki kila moja katika jina la Yesu Kristo nimeomba na kuamini. Amen. Pamoja nami ni wangapi wanakaribisha mgeni? Basi mtumishi wa Mungu, basi karibu usungumze na wana wa Mungu. Karibu. Ninawasalimu watu wote mlio hapa katika kambi hili kwa jina la Yesu Kristo. Bwana asifiwe. Hivi ndio mmeanza kambi ama mna mshangaa mgeni? Maana Yesu akiinuliwa tunaitika kwa nguvu sana. Ninawasalimu kwa jina la Yesu Kristo Bwana wetu. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Nimemshukuru sana Mungu wa mbinguni, na nafahamu kwamba tumechukua muda wako kama nusu saa hivi, na hatutapata muda mwingi zaidi ya wakati huu, lakini huenda hapo baadaye. Lakini unikubalie kwamba tunataka kupata wazo ama mawazo kidogo kabla hatujaenda katika lunch yetu mchana wa leo. Lakini kabla sijafanya wazo hili, mnikubalie mbele yenu nimshukuru Mungu kwamba amekuwa mwema sana. Amekuwa mwema sana. Jana masaa ya 4 asubuhi ndio nimetoka kule kwa wakimbizi Burundi, na kishapo nikarudi kwenye eneo ambalo nilikuwa nafanyia kambi. Na kwa hiyo majira kama haya saa 6 mchana jana nilianza safari ya kuja Kenya, lakini ni safari ya zaidi ya kilomita 1600 kufika hapa, 1600 kilometers. Na kwa hiyo nimemshukuru Mungu kwamba amenichukua salama. Lakini nimemshukuru Mungu kukutana nanyi tena, maana miongoni mwenu wamekuwepo marafiki katika Injili, watu ambao tumefanya nao kazi, ambao kupitia kwao wengi wamebatizwa maeneo mengi kabisa, na hata hapa Mungu atatenda miujiza. Hata hapa Bwana atatenda miujiza. Kupitia kutembea nao tumemwona Mungu. Even targeters, tumemwona Mungu anavyotenda mambo ya ajabu sana. Tumemwona Mungu anavyoliweka neno lake katika sura isiyo ya kawaida. Lakini tumemwona Mungu anavyotusaidia kukutana na nguvu zake katika shamba lake. Nami ninataka kuwatahadharisha, ikiwa ulikuwa hujajiandaa kukutana na Mungu katika kambi hili, anza kumwambia Mungu, niandae, maana ninataka kukutana na wewe. Kwa mara ya kwanza kabisa hata even targeters watakubali kwamba hivi leo nimefanikiwa kuja na mlimbwende mrembo wangu Santiel, ambaye moyo wangu unampenda. Baada ya kuona kwamba nimekaa mbali kidogo, maana ni kama mwezi mzima hivi sasa ndio tunaonana. Tulionana tu usiku fulani nikiwa nahamisha, anatoka yeye Dar es Salaam anakuja nyumbani, na mimi natoka kwenda kwenye makambi mengine, camp meetings. Na hivi basi nikasema hata hivyo si vyema kwamba nimehubiri Kisii kwa miaka kadhaa yeye asipafahamu. Kwa hivyo Santel, unaweza ukasimama tu mahali fulani ukapunga, uenda hapo baadaye utasalimia watu wa Mungu. Unaweza tukua mahali fulani tu hivi ukawave, kapunga kidogo na watafurahi. Basi Mungu awabariki sana. Nimeshukuru watangulizi wanenaji waliotangulia.
Ninajua kwamba mchana nitawafahamu na kuwatambua kwa majina yao, bali ya kuwa miongoni mwetu tunaye mwinjilisti wa kimataifa, ni international evangelist Robinson Otieno, ambaye yeye namfahamu kwa maana ya kwamba kwa kukaa na kufanya huduma kadha wa kadha, na nimechagua kwa neema ya Bwana kuwa naye sehemu zote na nyingi hapa Kenya na nje ya Kenya, maana Mungu ameweka karama nyingi ndani yake. Na hata hivyo Madam Ruth na wengine wahudumu tutaendelea kutambuana na nitawatambua kipekee mchana. Hivyo basi, nenda pamoja nami katika Biblia yako ili tuweze kuona kile ambacho Mungu anataka tufanye. Nenda pamoja nami katika Biblia yako, kitabu cha Mwanzo sura ya 41. Ya jioni ndio tutapanga kambi. Hivi tu sasa nataka niweke wazo na mawazo kidogo yatakayo kubariki katika mchana wa leo. Ninaomba twende tunapofungua Biblia zetu Mwanzo sura ya 41. Mwanzo sura ya 41, na tutasoma fungu la 38, fungu la 45 na fungu la 51 na 52. Nachagua tu mafungu hayo machache na tutasoma na kupata wazo ama mawazo machache kabla twende katika lunch. Na hivyo karibu tena, na nitakuambia machache baada ya hapo. Neno la Bwana linasema, Farao akawaambia watumwa wake, tupate wapi mtu kama huyu mwenye roho ya Mungu ndani yake? Fungu la 45. Farao akamwita Yusufu Safenathi Penea, akamwoza Asinath binti Potifera, kuhani wa Oni, kuwa mkewe Yusufu. Akaenda huko na huko katika nchi yote ya Misri. Fungu la 51. Yusufu akamwita jina lake yule aliyezaliwa kwanza, yani firstborn, Manase, maana alisema, Mungu amenisahaulisha taabu zangu zote na nyumba yangu yote ya baba yangu. Fungu la 52. Na wa pili akamwita jina lake Efraim, maana alisema, Mungu amenipa uzazi katika nchi ya mateso yangu. Naomba nisome fungu la 51 na 52 tena. Weka mawazo yako katika mafungu hayo. Ukishaelewa mafungu hayo, neno la Bwana limekamilika. Biblia inasema, Yusufu akamwita jina lake yule aliyezaliwa kwanza Manase, maana alisema, Mungu amenisahaulisha taabu zangu zote. Mungu amenisahaulisha taabu zangu za namna ngapi? Jamani, taabu ngapi? Hivi niko na watu ama ni binadamu? Hilo fungu ukilisoma, kama kuna kitu kinaingia, utaanza kupata vibration. Akamwita jina lake nani tena? Manase, maana alisema, Mungu amenisahaulisha taabu zangu zote na nyumba yangu yote ya baba yangu. Fungu la 52. Na wa pili akamwita jina lake Efraim, maana alisema, Mungu, tena Mungu anatajwa, amenipa uzazi katika nchi
ya mateso yangu, katika nchi ya mateso yangu. Hebu tuombe, na kabla hatujaomba, miguuni pake Yesu maneno yake. Leo nitawasamea praise team, maana hawaimbi na mic. Mahali palipo heri niwepo kila siku. Tusimame wote. Miguuni pake Yesu na kumbuka upendo kwake na yake kwangu vimenivuta moyo. Kuna watu hata wajaelewa tumeingia kwenye ibada hawaimbi. Miguuni pake beti la mwisho la tatu, maneno yake tamu pali palipo niwepo kila siku. Oh yes Lord. Miguuni pake Yesu. Imba tena. Na panafanya sala kwake napewa uwezo, faraja na neema. Unibariki sasa. Unibariki Mwokozi. Tubariki Mwokozi mchana wa leo. Tuko miguuni pako Yesu. Unitazame kwa upendo, mimi nione uso wako. Imba kwa kumaanisha kabisa. Nipe Bwana nia yake ili nionekane. Nimekaa na Mwokozi aliye haki yangu. Baba na Mungu wetu, nakushukuru wewe uliyetuchagua wahudumu wote, wanenaji wote wa mkutano huu, kupitia baraza la kanisa, kupitia mchungaji wa mtaa, kupitia conference ama field, kupitia union, ukatupeleka wengine mpaka division, ukakubali mpaka union za kule Tanzania, ukakubali conference zetu na field, ukakubali mpaka makanisa yetu yakapokea. Wala hufanyagi makosa. Kuna kitu unataka kitendeke hapa. Na Bwana, kama kweli ulituleta kwa makusudi yako mwenyewe, ninaomba Bwana ujitokeze katika viwanja hivi. Ninaomba Bwana ufanye jambo ambalo kila mmoja atakayesikia atasema, wa Mungu wewe ni mwema na umeleta watoto wako kwa sababu una nia njema nasi. Mimi Bwana pamoja na watumishi wote tunaomba tupungue, ili wewe Bwana uongezeke katika mikutano hii. Jitokeze kwa namna isiyo ya kawaida. Jitokeze Baba kwa namna isiyo ya kawaida. Maana katika mikutano ya makambi, in camp meetings, Bwana, katika mikutano ya makambi, wewe Mungu ulikuwa unaitumia mikutano hiyo
kusamehe dhambi za watoto wako. Hivyo tumebeba dhambi, uovu, makosa ambayo hayo kama usingalikuwa mikutano ya makambi, huenda tusingekutana nawe kipekee namna hii. Lakini katika mikutano ya makambi ambapo wagonjwa waliletwa wakapona, ni katika mikutano ya makambi gombo, neno lako lilifunuliwa likasomwa, na watu waliposikia neno linavyochoma, neno linavyookoa, neno linavyobadilisha, neno linavyogonga, wakainua mioyo yao, wakasema, tutendeje basi ndugu zetu? Ninaomba katika mikutano hii ujitokeze, neno lako likachome mioyo yetu. Lakini Baba, sasa watoto wako wakiwa wamesimama, nami unataka nimege mkate wa uzima kidogo. Ninaomba yule mama ambaye anapita katika changamoto fulani, ndoa yake inapita kwenye dhoruba, watoto wake wamedharauliwa, watoto wake wameikana imani, yule mama ambaye ameachwa alee watoto peke yake, ndiye ambaye natamani useme naye pia kipekee mchana wa leo. Ongea na yule baba pale ambaye ameshindwa kukimbia nyumba, lakini nyumba imewaka moto. Mwanamke amekuwa siambiliki, amekuwa na maneno makali mabaya. Ninaomba useme naye mchana wa leo. Ninaomba kwa muda mfupi useme na yule binti ambaye amekata tamaa, ameona kwamba hawezi kuolewa, maana hata hivyo amechezwa michezo, amedanganywa sana, amekaribia kukata tamaa. Ninaomba useme na hali zetu za kiuchumi. Ninaomba useme na maisha yetu Baba. Ninaomba useme, ukutane na changamoto zetu halisi, kama ni kukoswa kazi, kama ni kukoswa amani, kama ni magonjwa yaliyoshindikana, kama ni mambo yaliyokwama, useme nasi Bwana, useme nasi Bwana. Na ninaomba nguvu zako zimwagike hapa, mimi nipungue, wewe uongezeke. Baba, mimi nipungue, wewe uongezeke. Ninaomba useme neno lako pekee, ili uguse maisha yetu, tukugeukie kwa jina la Yesu Kristo. Amen. 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 Kumbe Beta Living Getembe nitapata kazi pia ya kufundisha watu kusema na iwe hivyo. Maana ukisema amina, maana yake ni let us be as it how we have agreed. Kwamba unasema let it be the way we have agreed. So hallelujah, amen. Let it be. Let it be. Na hiyo ndio maana yake tu halisi. Mchana wa leo ninatamani tuangalie wazo tu kama ambavyo nimesema. Na wazo hili tunalipata kwa Yusufu. Na kila mtu hapa ama wengi wetu wamesikia kuhusu Yusufu. Na ni washukuru wale ambao watapata mahubiri haya kupitia media yetu pendwa ya Get the Point. Maana najua hata wewe ambaye unasikiliza mtandaoni, Bwana atasema na wewe. Bwana atasema na wewe. Ninajaribu kukaa mbali kidogo, lakini kamera zimeshanizoea, zinaelewa hata mimi sio mtu wa kutulia mahali fulani. Lakini basi ninaomba ukae, kama unaandika hivi, uanze kupata point. Tunafahamu habari ya Yusufu ambaye ametoka, ameondolewa nyumbani kwao, ameuzwa kwa vipande 30 vya fedha, na waliomnunua ni wa Ishmael. Wamemnunua alafu nao wakamuuza. Wamemuuza, amepokelewa nyumbani kwa Potifa. Amekaa kwa Potifa, ameshaanza kufanya kazi, amefanya wajibu wake. Na Biblia unayosoma, ninajaribu tu kupita kwa machache kidogo.
kwamba tayari amekaa nyumbani, amehudumiwa, na yeye pia anatoa huduma na Yusufu. Ambacho nataka pia ujue, ndugu zake walimuuza, wakafikiri wamemkomoa, wakafikiri wamemweza, maana walifikiri ile ndoto kwamba atawatawala, ile ndoto kwamba jua, mwezi na nyota vitamsujudia kwa kumuuza. Walifikiri ndoto imepotea, wakajua kwamba wamemaliza, wakajua kwamba wameweza, wakajua kwamba wamefanikiwa. Kuna watu ambao wanajua kutuuza. Kuna watu ambao wanajua kucheza na ndoa za watu, wanauza mawazo ya wake zao, wawasahau waume zao, na wakafikiri wakisha wauza ndoa hiyo itakufa. Nina habari njema, kuna watu ambao wanajua kuuza mawazo ya watoto, mabinti warembo ambao wazazi wamewasomesha, wametumia gharama, wamewalisha, wamewapeleka shule, lakini wao kama vijana barobaro, vijana makini wenye maneno, wanaamua kuyauza mawazo, wanawauza akili zao ili watoke kwenye misingi ya shule, ili waachane na Ukristo. Wanawauza wakifikiri watamaliza mwisho wao. Kuna watu wanajua kutuuza, unafanya nao kazi, ila wanaenda kuchonga, wanaenda kuweka maneno, wanataka kazi zetu ziondoke, maana wanajua wana maneno ya kuuza, wanaweza kutusumbulia kazi, wanaweza wakatuuza. Kuna watu wanajua kuuza. Kuna mtu anaweza akauza mawazo ya mume wako yakanunuliwa, akakuacha kukupenda wewe, akampenda mema hivi tu, mpango wa kando, ukaiuza, ukainunua akili ya mume wako, na yule mama mpango wa kando akafikiri amefika sana. Je, umeuzwa? Na umeuzwa kwa nani? Ni kitu gani ambacho kimefanya umeuzwa? Kuna watu wengine hata ni washiriki wa kanisa, ila wakiona kijana anakaribia kuoa binti fulani, wanaenda kuuza, wanauza agenda, wanaanza kumsema ili asiolewe, wanaanza kumharibia mawazo ya kijana wa kiume, yanaanza kununuliwa, anakuwa ameuziwa maneno mabaya, anaamua kuachana na yule binti ambaye alipanga kumwoa, na yule mama anafurahi, anasema huyo nimeshamuuza, haolewi sasa, na anafikiri amefanikiwa. Inataka nikukaribie. Kuna watu wamekuuza, wamenunua furaha ya mke wako, wamekuachia maneno mabaya ya mke wako. Kuna watu wamekuuza, wamemshika mme wako, wamekuachia mume jangili, mume jeuri, mume mbaya, mume mwenye mawazo mabaya, mkali, lakini kwao akifika anawapa hela, analala kwao, anafurahi nao, halafu kwako wewe unabaki na mume bandia, lakini eti wewe ndiye mwenye ndoa. Mwanamke fulani amemnunua mume wako. Je, umeuzwa? Je, ni kitu gani cha kwako ambacho kimeuzwa? Furaha imeondoka, ujasiri umepotea. Je, ni afya yako ambayo shetani ameinunua, ameimiliki, amekupeleka kwenye utumwa wa magonjwa, amekupeleka Misri ya kuteseka, amekununua na amekutesa. Yusufu aliuzwa. Biblia inaniambia Yusufu aliuzwa, na mimi najua
Na mimi najua shetani anatununua tena kwa bei rahisi, na wakati mwingine ni mtu anaweza kutukosesha, wakati wengine ni sisi wenyewe tumejiweka sokoni, wakati mwingine ni sisi wenyewe tumejiuza, na kwa bahati mbaya shetani ametununua. Yusufu aliuzwa kwa vipande 20 vya fedha. Yusufu aliuzwa kwa vipande 20 vya fedha. Jioni nitazungumza wazo linasema, tupate wapi mtu kama huyu? Lakini mchana wa leo, kwa sababu ndio ninafungua mkutano, na ninatamani mwende mkale sasa na muondoke na wazo kidogo hapa. Nami natamani wana Better Living Getembe, wale ambao walichukulia makambi haya kwamba ni ya kawaida hivi, waamue kujua kwamba haya sio ya kawaida. Ndio, mhubiri aliyekuja ni wa kawaida, ila Mungu niliyemleta sio Mungu wa kawaida. Sijui kama mmenielewa au bado mnanishangaa. Inawezekana mimi ni wa kawaida na sikatai, I am just an ordinary speaker, lakini huwa napata nguvu, maana aliyenituma ni extraordinary, ni Mungu asiye wa kawaida. Nikupeleke sasa lile fungu la 50 na fungu la 51. Nikuibie tu wazo kidogo pale. Na Mackenzie, sio kama umefungua Biblia yako. Najua nimesoma, lakini huwa kuna vile tunafanya. Nenda tu fungu la 51 na fungu la 52. Hawa watu ni waombee wakale ili jioni tukutane. Lakini nimekuuliza swali. Je, huenda ni biashara yako imeuzwa? Wateja wameshahamishwa kwa maneno, sasa hawanunui kwako, wananunua kwa mwingine. Jirani yako ameuza maneno mabaya na wameyanunua, wameyaamini, wameamua kukuacha wewe, wananunua duka jirani. Inawezekana shetani ameunda wazo. Kilichofanya Yusufu auzwe ni mawazo ya kishetani, ni mawazo ya shetani. Nami nimekuja kuambia katika mada inayosema wokovu uliorahisishwa. Nami nataka niwaambie ni ukweli usiopingika, wokovu wetu umerahisishwa, maana ni kwa kupigwa kwake mimi na wewe tunapona. Wapendwa, tunapona. Hebu sasa niruhusu ninunue wazo hili pamoja nanyi ili tuelewe nini hasa natamani. Wazo la mchana huu linasema Manase Efraim. Naomba usome. Biblia inasema Yusufu akamwita jina lake. Yusufu akapata mtoto wa kwanza, akamwita jina lake yule aliyezaliwa wa kwanza, ndio Manase. Maana alisema Mungu amenisahaulisha taabu zangu zote na nyumba yote ya baba yangu. Na wa pili, tulia kwanza hapo kwa kwanza. Biblia inasema, mwinjilisti na mchungaji Robinson, Biblia inasema Yusufu akapata mtoto. Huyu mtoto alimzaa na mkewe Asinati, akamwita huyu mtoto Manase. Manase ni jina la Kiebrania ambalo alimuita mtoto wake wa kwanza. Lakini wala sitaki tukazane na jina tu Manase. Ninaangalia kusudi ambalo kwalo Yusufu alichagua amuite mtoto wake Manase.
anamuita mtoto wake Manase, maana Biblia inasema, maana Yusufu alisema, maana Bwana amefanyaje msomaji? Amenisahaulisha taabu zangu zote. Jambo la kwanza, amenisahaulisha taabu zangu zote. La pili, na nyumba yote ya baba yangu. Hilo nalo lina nguvu. Akamwita mtoto wake Manase. Hebu wote tuseme Manase. Hivi niko na watu hapa. Hebu tuseme wote tena Manase. Kwa hiyo ukisema Manase, maana yake unasema maana Mungu. Maana Mungu. Jamani, maana Mungu. Wanaonielewa wanasema amina. Maana Mungu. Hivi mnachelewa kuelewa hivi? Maana Mungu. Wapendwa, maana Mungu ni Mungu ambaye ameniwezesha kusahau. Kusahau nini? Jamani, kusahau nini? Taabu zangu zote. Maana Mungu ameniwezesha kusahau taabu zangu zote. Maana Mungu anatuwezesha. Ni Mungu anayeweza, wala sio mchungaji, wala sio mzee wa kanisa, wala sio mme wako, wala sio mke wako, wala sio wazazi wako. Maana Mungu amenisahaulisha taabu zangu zote. Ninatamani katika kambi hili, baada ya kambi hili apatikane mwanamke, mwanaume, kijana, dada, mzee atakayesema maana Mungu ameweza kunisahaulisha taabu zangu zote. Ameweza kunisahaulisha taabu zangu zote. Maana kupitia kambi hili, hata kama niliachwa na mwanaume ameenda kwa mke mwingine, maana Mungu atanisaidia kusahau taabu zangu zote. Maana Mungu atanisahaulisha hata magonjwa yangu yote. Maana Mungu anaweza kutusahaulisha mateso yetu. Ninajua umeteseka. Ninajua huenda hata sasa unapita kwenye changamoto. Ninajua huenda hata sasa Ukristo wako unajaribiwa. Maana Mungu anaweza. Ninauliza tena, Mungu anaweza. Wapendwa, Mungu anaweza kutusahaulisha taabu zetu zote. Jamani, taabu zetu zote. Na Yusufu anaongeza, anasema sio tu taabu kwamba nimezisahau, anasema lakini pia Mungu amenifanya niweze kusahau watu wa nyumba ya baba yangu. Manake sio kuwasahau, maana tutaenda mbele na utakumbuka katika kisa hiki, walipokuja wao walimsahau, ila yeye alikuwa anawakumbuka. Maana ya fungu hili sio kwamba anawasahau wao, ila ni Mungu anayemsaidia Yusufu kusahau taabu ambazo zimesababishwa na ndugu zake. Na pia anasema ninamwita mtoto wangu Manase kama ushuhuda kwamba pia Mungu amenisaidia kusahau mateso walionipa. Jamani, Mungu amenisaidia kusahau mateso walionipa. Jamani, Mungu amesahau, amenifanya nisahau, ameniwezesha kusahau na kuwasamehe walionipitisha kwenye changamoto.
walionipitisha kwenye changamoto. Neno Manase, jamani, neno Manase lina uwezo ndani yake. Maana yake inasema ni Mungu anayeweza kutusahaulisha, tukaweza kusahau kabisa na tukawa na amani. Yusufu anatoa ushuhuda kupitia jina la mtoto wake, anasema nimemwona Mungu ananiwezesha kusahau mateso ninayopitia, na ninamwona Mungu akinipa uwezo wa kusamehe watu walionitendea mabaya. Ninajua umekuja ili kambi ili ubarikiwe, na ndio maana naweka msingi kwamba muombe Mungu. Hakuna nguvu ya kibinadamu inayoweza kutusaidia kuwasamehe watu ambao wanatuumiza, kuwasahau watu ambao wametuumiza, kuwaachilia wale ambao wametuumiza. Lakini kwa nguvu za Mungu, haleluya jamani, haleluya, kwa nguvu za Mungu kwenye makambi haya tutawasamehe waliotukosea, tutaachilia watu makosa yao. Maana Biblia inatuambia msipowasamehe watu makosa yao, na Baba wa mbinguni hata wasamehe ninyi makosa yenu. Ndio Biblia inayosema, na kama utakuja na sadaka na utajua kwamba kuna mtu umemkosea au amekukosea na moyo wako una neno juu yake, weka sadaka yako kwanza, usitoe. Nenda ukamuone, kisha toa sadaka yako. Ninamshuhudia Mungu kupitia jina Manase. Ninaomba ulielewe jina Manase. Ndani ya jina Manase kuna fundisho la msamaha. Ndani ya jina Manase kuna fundisho la kuachilia watu, kuwasahau watu na kubaki na amani yetu, na hatuwezi wenyewe, lakini Mungu atatusaidia. Jamani, atatusaidia wapendwa, atatusaidia. Wangapi wanasema katika kambi hili, Mungu ninaomba unisaidie. Najua makambi bado hayajaanza, najaribu tukutibua hoja. Wangapi wanasema Mungu, Manase, Mungu nisaidie kuyasahau mateso walionipa watu, lakini Mungu nisaidie niweze kuwasamehe walioniumiza. Yusufu, nina habari njema, pointi hii kubwa, aliwasamehe ndugu zake hata kabla hajawaona. Ninaomba niseme hili tena, aliwasamehe ndugu zake hata kabla njaa haijaja, hata kabla hajawaona, kwa kumpa mtoto wake jina kwamba nimemwona Mungu akiniwezesha kuachilia na kusamehe, tena kusahau mateso walionipa ndugu zangu. Lakini namwona Mungu amenisaidia katika mateso yangu yote. Ninaomba tena niseme kwa ujasiri, kupitia makambi haya tutamwona Mungu akitufungua, akitutoa yeye mwenyewe katika vifungo vya mateso. Manase. Kuna watu wanachelewa kunielewa. Hebu ngoja niongee la pili, wenda watanielewa kidogo hapa. Efraim maana yake ni nini? Na wa pili akamuita jina lake Efraim. Maana alisema Mungu amenipa uzazi katika nchi ya mateso yangu. Yani Yusufu anampa mtoto jina, akiwaambia ulimwengu
namshukuru Mungu, maana hata kama nimeuzwa, hata kama nilikusudiwa mateso, hata kama kweli nimeteswa, nimeenda gerezani, nimekuwa mtumwa, lakini nimemwona Bwana. Nimemwona Bwana. Wapendwa, Yusufu akasema nimemwona Bwana, amenipa na mimi heshima ya kuwa na watoto katikati ya mateso yangu. Je, unamwona Mungu katikati ya mateso yako? Je, mama, unaweza kumwona Mungu kwenye makambi haya katikati ya mateso yako? Can you count your blessings, naming them one by one, seeing what the Lord has done for you? Ninawasikia washiriki wengi hata kwenye makambi haya wamekuja bado na malalamiko mbele za Mungu. Na mikutano ya makambi ni mikutano ya kuEfraim. Wanaonielewa waseme amina. Mikutano ya makambi ni mikutano ya kuEfraim. Jamani, mikutano ya makambi ni mikutano ya kuEfraim. Hebu mwambie jirani yako, mikutano ya makambi ni mikutano ya kuEfraim. Maana yake ni nini? Mikutano ya makambi ni mikutano ya ajabu, maana tunakuja tukiwa tunaumwa, ila katikati ya ugonjwa tunamwambia Bwana, tunashukuru mwaka huu maana tumeumwa lakini hatujafa. Aliyenielewa shangilia, sema amen. Mikutano ya makambi ni mikutano ya kuEfraim. You are counting your blessings and you name them one by one. Na sio kwa sababu umeshatoka kwenye shida, ila ni kwa sababu katikati ya hiyo shida mwaka mzima umemwona Bwana. Hivi kuna mtu amenielewa? Aseme amina ya kuelewa. Ninasemaje? Mikutano ya makambi tunakuja, hatuna magari, ila tunamshukuru Mungu maana ametupa miguu yenye nguvu za kutembea. Mikutano ya makambi tunakuja tukimshukuru Mungu, hatujapata bado kazi, ila hatujaacha kula, na kwanza ndio tunanenepa. Mikutano ya makambi mikutano ya makambi ni mikutano ya kuEfraim. Tunakuja, tunatembea tukiwa na mateso ya ndoa, ila tunamwambia Bwana asante, maana bado haijavunjika, upo, bado upo. Je, una jambo la kuEfraim katika makambi haya? Je, una jambo la kuEfraim? Je, una jambo la kushukuru? Au umekuja kwenye mikutano hii kulaumu, kumshutumu Mungu? Mimi nimekuja na mke wangu, tutamshukuru Mungu hata kama kuna mambo bado hajatenda. Tutamshukuru Mungu hata kama kuna mambo bado hajatenda. Kuwepo kwetu hapa tuna Efraim. Jamani, tuna Efraim. Hebu mwambie jirani yako, jiandae kuEfraim. Tatizo lenu hamuongei, mnafanyaje? You are just whispering. Haya, hebu mwambie tena jirani yako, jiandae kuEfraim. Hebu mwambie tena, jiandae kuEfraim. Mimi nimejiandaa na nataka niwaambie nimejiandaa. Nitamuinua Bwana, nitasema wema wake, nitasema alivyorahisisha wokovu wetu, nitasema ambavyo anatuokoa tusiyostahili. I will Ephraim. Nitamuinua Bwana.
Wangapi mchana wa leo wanasema Yesu, Yesu, nimekuona. Wewe ni Manase, Mungu unayetusaidia kusahau mateso na kuwasahau waliosababisha mateso. Mwambie Mungu, ninaku Efraim, Mungu Efraim, ni wewe umenisaidia kuyasahau mateso yangu, kuyasahau mateso yangu na kuwasahau waliosababisha mateso yangu, waliosababisha mateso yangu. Lakini unamwambia Mungu, Efraim, 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 Efraim. Shetani, ulijua tutakuja kumlaumu Mungu wiki hii. Tumebadilika, tumebadilika. Ili tuondoke na baraka za mwaka ujao, lazima tu Efraim katika viwanja hivi. Lazima tuseme aliyotutendea na tumshukuru, na tuwe na uhakika kwamba ambayo bado hajatenda atatenda. Jamani, atatenda. Manase, Efraim. Wangapi wanasema Manase, Efraim? Nione mikono yao. Kwani usisimame sasa? Kwani msiendelee kusogea hapa mbele? Yesu anasema wewe una nguvu. Waimbaji, kama kuna makambi ya kwa Efraim, ndio nataka spika zitetemeke, maana shetani hana mamlaka. Mikutano ya makambi ni mikutano ya kumanase, ku Efraim, kumanase, ku Efraim. Tumekuja kusahau mateso yetu. Msogee mpaka hapa kabisa, hapa nilipo kabisa. Yesu anasema, Yesu anasema, wewe una nguvu. Ndio mtaenda hivyo. Hebu weka kia alafu tuingize sasa. Yesu, tuimbe. Yesu, sogeeni tu kabisa, wala singati. Wewe una nguvu, kesha ukaombe na uje mwanangu. Alilipa bei, alilipa bei Yesu, na wiwanaye dhambi ilitia wa. Thank you Lord. Imba kwa sauti kubwa sana. Bwana nimeona, Bwana nimeona uwezo wako tu. Imba kwa kumaanisha. Umeona uwezo wake mwaka huu, umeona uwezo wake mwaka huu. Waweza takasa mioyo michafu. Alilipa bei, Yesu amelipa bei, na tunawewa naye. Ile dhambi ilitia wa, dhambi ilitia wa, aliondoa. Bwana nimeona tena, rudia beti hilo. Bwana, imba ukisema nimekuona. 2023 nimekuona. Nimeona uwezo wako tu Yesu. Waweza takasa mioyo michafu. Alilipa bei. Yes, my Jesus. He paid it all. He paid it all. He paid it all. Dhambi ilitia wa. Dhambi ilitia wa.
Aliondoa. Tulia pale. Mtumwa aliyeuzwa leo anapata watoto utumwani. Jamani, leo anapata watoto utumwani. Tena akaoa, tena akapewa kazi ya heshima. Yusufu akasema, maana Bwana amenisaidia kuyasahau mateso yangu ya namna ngapi? Jamani, mateso ya namna ngapi? Jamani, mateso ya namna ngapi? Hebu mwambie jirani yako, sahau mateso yako. Mwambie tena, sahau mateso yako. Mateso mengine ambayo tutayaacha hapa ni yale mateso umeshaenda ukaomba msamaha wa dhambi fulani, ila shetani anaendelea kukukandamiza. Anakukumbusha, mbona bado ulifanya lile? Mwambie shetani, kwa heri, nimesahau. Jamani, Bwana asifiwe. Maana ni Mungu. Yaani kama utasahau, sema tu ni Mungu, ni Mungu. Jamani, Bwana asifiwe. Ni Mungu. Yaani kama eti mzee wangu niteswe, alafu niteseke, alafu niwe na uwezo wa kusahau. Hiyo haitoki kwenye oboki mavoburi. Hiyo haiwezekani kwa kula chinyeni ama gena ama bere ama rorano. Ukila hivyo utaendelea kuwa na grudges. Hebu niwasogelee kidogo ili tuombe. Baba yangu alimwacha mama yangu, akatuacha. Nikiwa kindergarten. Lakini alituacha vibaya. Maana alituacha siku ambayo ilikuwa Ijumaa, Sabato inaingia. Na alivyotuacha, vitu vyote vikatolewa nje. Vitu vyote vikatolewa wapi? Vikakaa hapo. Hatuna pa kwenda. Lakini leo nikimwona baba yangu, nimemsamehe. Nimesahau. Nimemfanya tena kuwa rafiki. Maana Mungu ameniwezesha kusahau mateso. Kusahau. Kuna maombi yako hayajibiwi maana umeshikilia watu. Mwambie jirani yako, mwangalie mchungaji, sijakashtukia kwamba ni wewe ambaye hujibiwi maana umeshikilia watu. Nataka nikwambie, kuna mambo ambayo hujajibiwa maana umebaki na watu moyoni mwako. Mwambie Bwana, makambi haya Efraim, nataka nisahau mateso na niwasahau walionitesa. Ndio sitaweza kuwasahau kwa maana ya kutambua wao, lakini niwasamehe. Jamani, Bwana asifiwe. Muda wetu ulishaenda, lakini Manase, Efraim. Manase, Efraim. Manase, Efraim. Mwinjilisti, njoo tuombee. Tutafahamiana, tutaelewana. Kawaambie watu waje kwenye makambi haya, maana ni kupitia makambi haya tutasahau mateso yetu. Ni kupitia makambi haya tutaweza kuzihesabu baraka zetu. Ni kupitia makambi haya tutapata nguvu ya kupokea baraka mpya za mwaka ujao. Bwana awabariki.
Karibuni mchana nitakapoanza kuhubiri. Hapa bado nina pressure ya safari, na hivyo basi nimeona tu tuondoke na neno hili, na bila shaka limekubariki. Manase, Efraim. Manase. Tunaomba. Mungu na Baba yetu unayetupenda, lihimidiwe jina lako na utukuzwe kwa sababu ya neno lako kuu la ajabu. Tunakushukuru kwa sababu ya nafasi ya kipekee ambayo umetupatia ili kwamba utukumbushe wema, ukuu na uzuri wako katika maisha yetu. Tutokapo katika somo la mchana huu na katika kambi la mwaka huu, Yesu Kristo, wimbo wa moyo wetu usalie kuwa Manase, Efraimu, ili kwamba tukaweze kujua kwamba katikati ya uzito wa maisha, katikati ya taabu na fedhea tunazozipitia, katikati ya magumu na mazito ambayo shetani ametuletea, bado tuna wimbo mzuri wa moyoni mwetu. Tunaweza kusema tuonapo amani kama shwari, umetufunza kusema ni salama rohoni mwetu. Na isalie kuwa kauli ya mioyo yetu, Yesu Kristo, ya kwamba ingawa shetani atatutesa, tutajipa moyo, kwani wewe umeyachukua masikitiko yetu, na kwa kupigwa kwako Yesu Kristo sisi tumepona. Hivyo tunakusihi Yesu Kristo, kama kuna mama alikuja kwenye kusanyiko hili na moyo wa kulaumu, aondoke na moyo wa shukrani. Kama kuna mzee, kijana, dada aliyekuja akihisi kana kwamba amebeba makovu, amebeba machungu ambayo amesababishwa na wengine katika ulimwengu huu, ukamtue mchana huu wa kipekee. Wewe usemaye njooni enyi kwangu mnaolemewa na kusumbukiwa na mizigo mizito, Yesu ukatutue mchana huu wa kipekee, ili kwamba tutokapo hapa mioyo iwe mepesi. Tuondoke na mioyo ya shukrani, tuondoke tukisema Mungu utukuzwe kwa mambo makuu, Mungu uhimidiwe kwa yale ambayo umetutendea. Tutokapo sasa utubariki, utupatie kufurahi. Umwandae mtumishi wako tena kutumika katika madhabahu haya, yeye anapopungua zidi. Mungu wetu zidi ili kwamba ukawavute wengi katika zizi lako. Ndivyo tuombavyo kwa imani, na kila mmoja anayeondoka na moyo wa shukrani aseme amina. Amen. Asante. Bwana awabariki. Manase, hebu nisikie tukisema Manase, Efraim. Manase, Efraim. Mungu awabariki. Mwe na lunch njema. Karibuni mchana, jioni tena tutasema nipate wapi mtu kama huyu. Mungu akubariki msikilizaji. Karibu tena hapo baadaye.